Sasa hapa leo tunaenda kupima shati la kiume. Kwenye kupima shati la kiume vipimo vinategemeana kwanza na mtu. Alafu pia kingine utakachokifanya ni kwamba fundi kama fundi lazima uelewe kwamba huyu mtu nikimpima kwa bega hili hapa, aidha linaweza likatoka au likawa limeingia. Likitoka sio vizuri na likiingia sio vizuri. Ni bora likae ambapo unaona ni usahihi. Mfano t-shirt aliyolivaa ukiliangalia liko vizuri. Huko kumeshuka kidogo. Kwa hiyo ningekaa hapa hivi ningekuwa liko sawa huku na huku. Sasa utakachokifanya unaweza ukapimia mtu ukampimia mbele kwa hivi au ukampimia nyuma hivi. Ila kwa ushauri wangu mimi mpimie nyuma. Sawa? Kwa kutoka hapa hadi hapa tunaweka bega 17. Sawa? Bega 17. Ukimaliza kupima bega, kwa ufundi mzuri kabisa, ukimaliza kupima bega, pima na mkono moja kwa moja. Kwa sababu mfano 17 iko hapa, tumeishia hapa. Sasa mimi nitakachokifanya napima, nashikilia hapa, alafu nashusha tepu yangu huku. Sawa, kuweka hapo ambako imeishia ile 17, alafu nashuka chini mkono. Kama ni mkono mrefu unapima hadi hapa ambako huyu hapa tunamwekea 22 na nusu, hata 23 sawa. Unaweza kaweka 23, tuweke mkono 23 urefu. Kama ni mkono mfupi tunaweka 9. Kama ni mfupi 9, kama ni mrefu 23. Sawa, ukimaliza hapo umepima bega na umeenda na mkono, kinachofuata ni urefu. Urefu wa nguo unategemeana na mwenye nguo anahitaji ifike wapi. Kuna wengine wanapimia urefu hapa. Hapana, urefu haupimwi hapa. Urefu wa nguo unapimwa hapa. Sawa? Kwa hiyo tunawekea hapa. Kushuka chini hadi hapa tunaweka 30. Sawa? Urefu wa 30. Kwenye upima urefu, nguo ya kiume na ya kike zinatofautiana. Ya kike unatakiwa upitishe juu ya ziwa hivi, lakini ya kiume unanyoosha tu moja kwa moja, haina shida. Umeshapima urefu 30. Tunapima nini? Tunapima kifua. Kifua kwa huyu hapa tukisema kwamba tumwekee 28 kitabana. Na kitu kingine ni kushauri sana hapa kwenye kupima kifua, usipime anavyotaka mwenye nguo, pima kama fundi. Kwa sababu gani nimeongea hivi? Ukipima kama anavyotaka mwenye nguo atakwambia bana, mfano hapa hii ni 38. Sasa hii 38 iko hivi, huku nyuma ujue huku nyuma tepu imekaza huko. Sawa? Kwa hiyo ukisema kwamba uchukue vipimo hivi, hii nguo haitovalika. Sasa pima kama fundi. Kupima kama fundi ni aje? Wewe mwenyewe angalia, ukifanya hivi unaona kama mkono unakwama. Kwa hiyo inabidi nguo itanuke kidogo. Sasa kwa kutanua mwenyewe fundi ukipima hivi wasema yes, hii hapa inaweza ikajiachia. Sawa? Ili isiachie sana tunataka tukaweka 40. Lakini wewe kama fundi unaweza ukajiongeza ukaweka 41 hadi 42. Sasa ukiweka 41 hadi 42 tena nguo inaweza ikawa nini? Ikawa ni pana zaidi. Sasa cha kufanya kama huyu hapa hivi utamwekea 40. Sawa? 40. Kwa hii 40 hii itavalika, itamshika lakini haitoshika sana. Kwa hiyo itamshika lakini sio sana. Kile ukitaka kwamba akikwambia mwenyewe kwamba nataka iachie. Kwa hiyo unaweza ukaweka kwenye 42 hadi 44. Sawa? Kingine tutakachokipima, unaweza ukapima hipsi. Sio lazima kwa nguo ya mwanaume kupima hipsi, kwa sababu wanaume sana hawanaga hipsi, lakini unaweza ukapima hipsi. Ila kama huwezi kupima hipsi, unaweza ukafanya kitu kimoja kwamba hapa umeshapata 42. Umeshapata 40 hapo kwa mfano. Tumepata 40 hapo. Kwa hiyo huko chini tutaweka 42 tu basi inatosha. Au unaweza ukaweka 43. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyochukuliwa vipimo kwa nguo ya kiume. Kipimo kinachohitajika cha kwanza ni bega, cha pili mkono, cha tatu urefu wa nguo, na cha 4 ni kifua. Sawa? Hadi hapo unakuwa umemaliza kwenye vipimo vya nguo ya kiume. Hasa shati, mfano kama shati la kiume tunapima kwa staili hiyo. Sawa? Hivyo ndivyo huwa inapimwa. Hivyo tu simple. Lakini kuna wengine anataka labda apime na tumbo, mwingine anataka sijui apime na nini, mwingine anapima kabisa na hii na shingo hili. Ni vizuri kufanya hivyo. Ukitaka kupima vyote hivyo ni vizuri, sio mbaya, unaweza ukafanya hivyo, lakini kwangu mimi sipimagi iko kitu. Mfano kwa huyu hapa shingo, ukisema umpe shingo, unampa shingo la 16. Hii hapa 16. Nampa shingo 16. Japokuwa itabana, kwa hichi kifungo cha hapa ndo kitakuwa kinabana kama hivi.
Ndio kusema kwamba mbona kama shingo dogo, unaweza kumwekea 17 au 18. Lakini kwenye hii 16 hii ni shingo ambao ni nzuri tu, ambalo mtu ukivaa inakaa kama hivi. Ambako hiki kifungo cha hapo ukikifunga, sawa, ukifunga kifungo hiki inakuwa imeshika hivi kwenye 16. Ila ukisema kwamba astaki nishike sana hiyo iachiachie, unaweza kuweka 17. Lakini sasa hiki kikiwa kimeachia sana hiki inakuwa sio. Kwa lazima pawepo na hali fulani hapa ya kupima. Sawa? Nadhani hivyo ndio vitu vya msingi sana vya kupima kwenye nguo ya kiume, hasa shati. Lakini kama ni unasema kwamba unapima, mfano unapima suti. Kama unapima suti, kuna vipengele unaweza ukapima. Mfano, ukishapima mkono, kuna hii biceps inaitwa. Hii unaweza ukapima. Hapa chini pia unaweza ukapima. Kwa yule mtu ambaye unamuona vipimo vyake haviko nini. Lakini kama huyu hapo unaweza kaangalia tu. Hapa ukiweka 8 au 10 inavaa. Hapa ukiweka 15 au 14 inavaa. Wakati huu itakuja kuwa 19 ama 21. Sawa? Kwa hiyo unaweza kupima hivyo. Sasa ni wewe mwenyewe kama fundi unahitaji kupima nini na nini kwenye suti. Lakini kwa sababu kwenye suti huku mtu unapima hadi na mgongo uanzie wapi hadi wapi. Mfano, kwenye suti mtu anakuambia nataka suti inishike vizuri. Kwa hiyo unatakiwa upime kuanzia hapa hadi hapa. Kwa hiyo unapima hapa hadi hapa, unaangalia kuna 15. Huu ni mgongo. Hapa hadi hapa unaangalia kuna 10. Sawa? Huku hadi huku unaangalia kuna 10 na 15. Kwa hiyo ni wewe sasa hapo unaiseti kama jinsi unavyotaka kwenye suti. Lakini kama ni shati inapimwa simple kama ambavyo tumepima huko ambao tumepima huko nyuma. Kwa hiyo ni namna ambavyo unaweza kupima hilo shati la kiume. Sawa, halina mambo mengi sana. Nguo za kiume mara nyingi hazina mambo mengi sana. Hapana, huwa ni simple tu. Bega, mkono, urefu, kifua, ukitaka tumbo sawa, ukitaka hipsi sawa. Basi unakuwa umemaliza. Lakini za kike ndio zile kwamba lazima uweke sehemu za nyonyo, lazima sijui uangalie hafu, sijui zipu na vitu vingi sana. Kwa hiyo kidogo ya kike ina mambo mengi sana. Lakini ya kiume yenyewe ni simple sana. Na ili upime unahitaji nini? Unahitaji hiki hapa. Inaitwa tape measure. Kuna ndogo kama hii na kuna kubwa. Sawa? Kubwa zile pana kidogo. Lakini ili mradi tu ionyeshe nini? Ionyeshe vipimo. Na kwenye kupima hatutumii sentimita. Sawa? Hatutumii sentimita. Tunatumia inchi. Lakini kwa vile utaalamu umezidi kuwa mwingi na nini, kuna mtu mwingine ukimwambia inches yeye haelewi mambo ya inches, lakini ukimwambia kwa sentimita anaelewa zaidi. Kwa hiyo sasa ni wewe kugeuza hivi vipimo hapa, kwamba ukitaka kuvipima kwa inchi sawa, ukitaka kuvipime kwa sentimita sawa, lakini tunachohitaji sisi ni kupata vipimo sahihi vya bega, mkono, urefu, kifua, tumbo kama unahitaji na ipsi kama unahitaji. Sawa? Sasa tukitoka hapa tunaenda kukata shati kwa kutumia vipimo ambavyo tumepima hapa. Sawa? Kaa na mimi.